Zipo ishara nyingi sana ambazo huwa zinatutembelea katika makazi yetu ama katika miji yetu ama katika nyumba zetu, lakini mwisho wa siku si uchukulia ni kawaida na kuweza kuzipuuzia. Na ishara nyingi huenda ni Mungu pekee ndo anayekuonyesha au malaika wako wameamua kusimama kwa upande wako waweze kukutetea, lakini kwa sababu unakuwa haufahamu na hauelewi nini maana yake, wewe ni kuona tu ni kawaida na maisha huendelea, lakini mwisho wa siku unashangaa ndo hivyo tena, matatizo yanakuandama, yanakuwa mengi, shida zinakuwa nyingi, lakini wewe mwenyewe pekee bila kutambua tatizo ni nini, wakati kama unazielewa au unazifahamu matatizo huzuilika na huweza kujitetea, kwa sababu unapoonyeshwa ishara fulani ni kwamba mbele tayari kuna tukio ambalo linaenda kutokea. Mfano tu ni kwamba unapoona moshi ukisogelea lazima utaukuta moto, lakini huenda ukajua kabisa tahadhari bana, ule moshi pale kuna moto, nisipite pale, nikwepe kwenda huku ili nisiweze kuungua. Karibu sana, leo nataka nikuelezee pale unapowaona viumbe hawa au hao manyigu katika nyumba yako au katika mji wako, ujue ni jinsi gani au ni ishara gani ambao wamekuja nayo kwako ili uweze kujitetea na kuweza kujisaidia na maisha mengine yaendelee. Nikukaribisha sana kwa wewe ambaye ndo umepita tu kwa mara ya kwanza ama ulikuwa unapita tu na kukutana na video hii hapa, nikuombe ufanye jambo la kiungwana, uweze kubonyeza subscribe na alama ya kengele. Hapo tayari utakuwa mwanafamilia wa channel yako pendwa kabisa ya KBTV. Lakini kwa wale wanafamilia, mimi niwaambie tu endeleeni kuenjoy. Nashukuru sana kwa support zenu, comment zenu naziona, na najitahidi kuwaletea vitu tofauti kutokana na nyie mnavoweza kuhitaji, kama ni tiba pamoja na video ya mti wenyewe. Basi nashukuru, na pia na nyie wale ambao mnaweza kupona na kuweza kucomment ushuhuda wenu, nashukuru sana. Karibuni sana, nipo hapa kwa ajili yenu na nipo kwa ajili ya kuwasaidia. Bwana, hawa ni manyigu au huyu ni nyigu unayemweza kumuona hapa. Manyigu wako aina nyingi sana, lakini kwa wale ambao tumewafahamu na tunawazoea, wapo ni aina mbili ambazo tumezizoea, lakini kuna aina nyingi sana ya manyigu. Lakini sisi tulizozoea ni aina mbili za manyigu. Kuna aina ya nyigu wadogo na kuna aina ya nyigu mkubwa kama huyu anayeonekana. Lakini aina ya nyigu wale wadogo ni kama hawa hapa wanaoonekana, hao ndo wale nyigu wadogo. Na kuna nyigu wakubwa na nyumba yao huwa tofauti kama inavyoonekana. Bwana, siku zote katika maisha yako, hapo pote unapoishi na ukaweza kuona manyigu aina ya hawa au wengine wanaita dondoo, kila mmoja huweza kuita kwa kikabila lake, lakini hawa vile vile huwa na ishara zao, na vile vile hawawezi kuishi mahali bila ishara yoyote. Unapoona hao manyigu wadogo wakiwa katika nyumba yako wamejazana kwa wingi sana, aidha mlangoni, kwenye kona ya nyumba, kwenye mlango, ama kuna sehemu tofauti ambayo unajua kabisa katika nyumba yako wamejazana, naongelea hawa wadogo, basi hiyo ni ishara mojawapo mbaya sana katika maisha yako, na ni ishara mojawapo mbaya sana kwamba nyumba yako imeingiliwa na kitu ambacho sio kizuri, au imeingiliwa na ushetani ambao unasababisha matatizo katika familia yako, pamoja na kelele zisizoisha, fujo, vurugu, hadi vita, hadi watu nafikiaga watu wanauana na kuweza kujinyonga. Hao manyigu wadogo wanakuwa wanaashiria hivyo, na mara nyingi ukikuta wakiwa wengi zaidi, kabla hata ya yote we mwenyewe kujua tu hao kwa nini wamejenga hapa, wakiwaga wengi zaidi, lazima kutakuwa na kuweza kung'ata au kudonoa watu mara kwa mara. Basi manyigu kama hao wadogo kabisa na kuelezea, nadhani ukiachana na huyu mkubwa kuna hao wadogo, basi ujue hiyo ni ishara mbaya sana. Mungu kaweza kuumba viumbe tofauti hapa duniani ambao huwa vinatuletea ishara ya kuweza kujua hili tatizo baya, hili tatizo zuri, kama katika video iliyopita, na vile vile itakaye kuja vile naweza nikamuelezea bundi. Wengi wao wanasemaga bundi ni mchawi, lakini bundi sio mchawi, lakini bundi huweza kutumika na wachawi. Na vile vile bundi mwenyewe kabisa, yeye kama yeye pia ana ishara zake za kuweza kukujulisha kitu fulani.
Aidha ukiwa unapita katika safari ukamwona yuko mbele yako amesimama, kuna ishara yake. Akilia kuna ishara yake. Ukimwona amekukatiza mbele yako kuna ishara yake. Basi katika video ijayo itaweza nikaielezea vizuri habari ya bundi, lakini kwa sasa hivi naelezee habari ya manyigu na jinsi gani ya kuweza kujitoa katika hatari hiyo. Pia turudi katika hawa dondoo wakubwa. Dondoo wakubwa bana, naye wana hatari yake, wana baraka zake. Dondoo wakubwa, ukishaona dondoo wakubwa wamejazana katika nyumba yako, wamejenga manyumba makubwa mengi sana, alafu wanakuwa hawana madhara ya kung'ata watu hadi umchokoze au hadi itokee tu upamiane naye bahati mbaya. Yani unajua wakati wanapita, wanaingia, wanatoka, unaweza kupamiana naye na akaweza kukung'ata, na anang'ata mara nyingi kweli, kwa sababu dondoo ni tofauti kabisa, au hunyigu ni tofauti na nyuki. Nyuki kikung'ata mara moja basi anakuachia ule mshale wake hapo, anaondoka, lakini dondoo anaweza akakung'ata hata mara 3, mara 4, mara 5, anakung'ata tu. Unaona, lakini dondoo wakubwa wanakuaga na baraka zake, wanakuaga na maashirio mazuri. Ashirio la kwanza, dondoo wakubwa kwamba ukiona wamejenga kwa wingi, wamening'iniza nyumba zao nyingi na wakawa wengi sana, basi hiyo nyumba yako inakaribishwa au iko katika wakati wa neema, au kuna neema inakuja mbele yako na uweze kuipokea neema hiyo. Huenda kama wewe ni mkulima, basi kuna mavuno mengi sana yanaweza yakaongezeka kwako. Kama wewe ni mfugaji, basi unaweza ukapata mifugo wengi sana kwa kuzaliana, na mwisho wa siku ukafaidika katika maisha yako. Lakini ishara nyingine mbaya tena kuhusiana na hawa dondoo ambao ni wakubwa, wengine wanawaita manyigu, ni pale unapowaona wamejenga nyumba nyingi sana kwa muda mfupi wakatoweka. Yani wamejenga nyumba nyingi sana kwa muda mfupi wakaweza kutoweka na wakaacha nyumba zao kama jinsi zilivyo. Aisee ndugu yangu, hiyo ni ishara mbaya sana. Huenda hata nyie wote mkaweza kusambaratika katika familia na mkaiacha nyumba yenyewe bila ushirikiano wote. Yani wakajenga muda mfupi. Inawezekanaga wanaweza wakaingia ndani ya mwezi mmoja wamejenga, ukaona wametoka wapi hao, alafu baada ya muda kidogo ukashangaa wametoweka wote, wakawaachia tu nyumba kama jinsi walivyo. Kwa sababu wana kawaida ya hawa dondoo, wakishajenga nyumba zao huwa wanataga mle. Wakitaga wanatotoa watoto, wakati wametotoleko wamekuwa wanajenga nyumba nyingine. Kwa hiyo unakuta nyumba zinakuwa nyingi, na zile za zamani wanaendelea kukaa, wale wazee wanaendelea kutaga tena hivyo na kuendeleza nyumba inakuwa kubwa kama mfano wa sega la asali. Basi ukiona hivyo wanaendelea kujazana na kujenga, ujue ni ishara nzuri katika maisha yako. Kama hauko katika neema, basi uko karibuni kuweza kupata neema na maisha yakawa ni mazuri zaidi. Lakini kama wanaweza kuja mara moja na kuweza kuondoka, basi ujue hiyo ni ishara mbaya sana. Jinsi gani sasa ya kuweza kutengeneza ishara hizo ziweze kuwa nzuri na kuweza kuziepuka zisiweze kuwa mbaya? Kwa mfano, umeona nyigu wadogo wamekuja wamejenga kwa mara moja wamejenga, wako wengi, ili kuwatengeneza ili ujue ni wazuri ama ni wabaya. Vile vile kuna namna ya kuweza kufanya, ni kuweza kutafuta chumvi ya mawe, na unaweza kutafuta majivu kabisa. Haya majivu ambayo tunapikia, yawe ni majivu ya mkaa ama majivu ya kuni, basi unaweza ukaweka katika chombo chako kizuri kisafi, kama vile kikombe cha lita 1 au jagi la lita 2, ukakoroga chumvi ya mawe, ukaiacha yayuke vizuri pamoja na majivu, na ukaweza kusambaza katika nyumba yako au chumba chako au katika ile sehemu waliopo. Hata kama ni usiku kuweza kuwanyemelea, unawamwagia. Siku ya pili yake ukiwakuta wapo hawajahama, basi hao ni wazuri na ishara yao ni nzuri, na watakuja wana riziki au na neema nzuri sana. Lakini kama ukikuta wa asubuhi hawapo au siku ya pili yake wameondoka wakahama, ujue hao walikuja sio wazuri na walikuja kukuletea mabalaa na mikosi katika nyumba yako. Vile vile hata manyigu wakubwa hivyo ukiona wameisha kuja katika nyumba yako na wakaweza kujenga, basi unatakiwa ufanye hivyo
ni chumvi ya mao pamoja na majivu, koroga kwa pamoja, hakikisha unamwaga hata kama hawajaloana, lakini sambaza katika ile sehemu walipojenga, sambaza katika hicho chumba. Basi wakiendelea kuwepo, ukiendelea kuwaona, waache, usiwachome, usiwapige sumu kuwaua. Ni ishara mojawapo nzuri ambao wamekuletea katika familia yako, na unaweza kupata neema hipo karibuni. Kama ni utajiri upo karibuni, maisha mengine yakaweza kusonga kwenda vizuri. Lakini kama wataweza kuondoka, basi ujue ile balaa na nuksi na mkosi ambao ulikuwa unahitaji kuja hapo, utakuwa tayari umeufukuza na kuweza kukemea, ukaweza kuondoka. Hizo ni ishara chache ambazo nimekueleza za kuweza kujenga mji wako na kuweza kujua ni ishara gani kutokana na viumbe ambao huwa wanatufuata katika makazi yetu na katika maisha yetu. Hao viumbe wengine wanakujaga kwa nia njema, na kuna viumbe wengine wanakujaga kwa nia mbaya kutokana na mambo ya kishirikina yaliyopo na uchawi ambao unakuwa unatuandama. Lengo langu ni kuweza kuwasaidia kwa wote muweze kufanikisha na maisha yao vizuri. Pale unapokuwa na tatizo, basi uweze kupona kwa haraka na kuweze kujitibia. Usisahau pia huwa na posti dawa tiba pamoja na miti yake, unaweza kujisaidia mwenyewe. Basi niwaambie tu wale wana familia, endeleeni enjoy sana. Nashukuru kwa support zenu, ila kwa wale ambao ndo mnaingia au mnajiunga kwa mara ya kwanza, ni kubonyeza subscribe na alama ya kengele. Hapo tayari unakuwa na familia wa channel yako pendwa kabisa ya KBTV, na unaweza kujipatia vitu mbalimbali vya kuweza kukusaidia. Karibu sana kwa ambao mnajiunga kwa mara ya kwanza, na iweze kuambia katika video ijayo. Kwa heri.